tofauti. Equal kwamba usawa. Hivyo vitu vinakuwa haviwezekani katika mambo ya gender, sawa? Kwa sababu mwanamke huwezi kusema sasa na mwanamume. Na tulishaona kwamba gender imetokana na nini. Lakini sasa tunatakiwa vipi equity? Kwamba ule uwakilishi sehemu ambayo wapo wanawake wengi, basi na uwakilishi wao uwe mkubwa, si ndio? Humu ndani tuko wanaume, tuko ngapi ile? 3 au wawili. Wanawake tuko karibu 12. Uwakilishi wetu kama tunaambiwa jamani, sisi tukawakilishe, twende tukachukue chakula. Kwa hiyo hatuwezi kwenda sote. Sisi itabidi tupeleke watu wangapi? Watu 6. Waende mtu mmoja. Kwa sababu sisi tuko wengi, wasinde kuchukua wao kwa maana yake nini? Twende sote, hakuna hicho kitu hicho. Wao watakilishwa na mtu mmoja, sisi tuwakilishwa na watu 6. Hiyo ndio equity. Kama kunatokea fursa katika sehemu ya kazi, tuna wanafunzi wafanyakazi 50. Wanawake 25, wanaume 25. Na fursa ile wanataka watu wangapi? 4. Inabidi wapeleke watu wangapi? Wanawake wangapi? Na wanaume. Lakini mfano sehemu ya kazi kuna wafanyakazi 50, lakini 40 ni wanaume, wanawake ni wangapi? 10. Kwa hiyo uwakilisho tu vipi? 4 kwa 1. Wanaume wataenda 4, wanawake wataenda 1. Ndio hiyo sehemu ya equity. Same case kama wanawake wengi ndio tunazungumza habari ya equity. Hakuna kitu equality. Ukisikia fursa sawa ni equity, kwamba uwakilishi au ushirikishwaji lazima uendane na, au tunasema nyingine proportional au ratio. Tumefahamiana Ile kusema 50 kwa 50 kwamba ule uwakilishi kama wanawake wakiwa wako 50 na wanaume wako 50, ndio tunakwenda katika mambo wanachukua very political, lakini hata katika mazingira, hata katika sehemu zetu za kazi. Na hii inakuja sio katika gender tu, kama tuliona jana. Tuna walimu, skuli hii ina walimu 50, skuli A. Skuli B ina walimu 25. Tunatakiwa kila skuli ipeleke mwakilishi ende kwenye mafunzo X. Sawa? Skuli ya walimu 50 ipeleke wanafunzi wangapi? Ina maana ipeleke walimu wawili, yenye walimu 25 ipeleke mwalimu mmoja. Huo ndio usawa. Sababu kule kuna walimu 25, huku kuna walimu 50. Hapa tujazungumzia gender. Kwa hiyo skuli A itapeleka mwalimu mmoja, skuli B itapeleka walimu wawili. Sasa hapo tunakuja katika gender. Katika gender wanao walimu 20 wanawake, 20 wanaume. Kwa hiyo unakwenda lazima weko mwanamke na mwanamume. Tumefahamiana Kwa hiyo hivyo ndio inavyoenda tukasema kwamba mambo ya gender yanaanzia mbali katika mazingira yetu, weza kazini au majumbani. Sex na gender ni vitu viwili tofauti. Kwenye aspect ya definition tunasema kwenye sex ni biological differences. Biological differences ni vile tulivyo. Mwanamke yuko tofauti na mwanamume. Okay? Na tukizungumzia gender tunazungumzia social and cultural roles. Social kule ukiingia kwenye society kwako ambako unatokea, kwa watu unaoishi nao, na culture ya Zanzibar, hakuna culture nzuri kama ya Zanzibar. Mimi kila ninapokwenda nasifia, nasema hakuna culture nzuri kama ya Zanzibar. Ila siku hizi kidogo tunaenda tunaiharibu kidogo. Lakini hakuna culture nzuri inasifika kama ni culture ya Zanzibar. Imezungumzia direct kwa wanawake tayari. Na sheria hii ya maternity, sheria yake ilivyo kwa sasa, ukizaa mtoto mmoja ina siku zake, lakini ukizaa twins una siku zake, ukizaa triples ina siku zake, yani kila idadi ya watoto inavyozidi basi na wewe unakuwa una siku zako ambazo zinaongezeka. Lengo ni kwamba upate muda wa kuwahudumia watoto wako vizuri. Na sheria hii imeandikwa maternity, lakini tukija na upande wa pili imewagusa vile vile wanaume. Zamani walikuwa wanaume hawapati paternity leave. Hivi tunafahamiana? Kweli mimi ndo nimejifungua, lakini ninamhitaji mwenza wangu anihudumie katika kipindi kile. Thank God sisi katika jamii zetu tunaishi na wazazi wetu. Ukijifungua, ukikaribia tu unapelekwa nyumbani, unapata mtu wa kukushughulikia. Naitwa Rukia Muhammad, Project Officer Elo Norway with Zatuk. Workshop hii inajumuisha wadau tofauti kwa ajili ya kutoa maoni yao katika kufuata zile guidelines za gender policies ambazo zinashirikisha gender tofauti, male and female, rika tofauti, watoto, vijana na makundi mengine kama ya walemavu.
Kwa hiyo tuko hapa katika kutoa mafunzo na pia kupata maoni ya wadau ili kuweza kuimarisha guidelines zetu katika kupata majumuisho wa haki za kila mtu aweze kuparticipate vyema katika sehemu zake za kazi. Kusimamia katika kazi, wanakuwa na changamoto mbalimbali za kuweza kumtishia mfanyakazi ambaye anamcontrol yeye kwa ajili ya kutumia lafzi ambazo si njema kiupande wake. Anaweza akamwambia kwamba usipofanya kitu fulani basi nitakutumia hatua ya kuweza kukuondosha katika kazi. Na unayemkuta kidogo anakuwa mwepesi, anajiona kwamba mimi moja kwa moja hapa, hata kama ni haki yangu hii nililolifanya, lakini tayari kwa hili neno lililotamkishwa, basi kuna uwezekano wa mimi kuondoshwa katika masuala ya kazi. Kwani kama mtoto ya jirani yangu au mtoto wa mwenzangu amefanya kosa ukamkanya, uwezi. Na utapomfanya vile, mzazi naye anakuja kugomba wewe mzazi. Lakini labda tukirudi malezi ya zamani, mzazi jirani, mtoto wa mwenzio ni wako. Mtoto wa vile wa jirani yako vile ni wako, kamuona ukamlea vizuri. Labda enda watoto wetu kidogo wakakuwa kiakili. Labda tangu kuanzisha hivi vyama ndo kidogo tunapata hizi haki. Mimi ni mwenyekiti wa masecretary Zanzibar. Na ile jumuiya ya masecretary mimi ndio nilokuja na wazo mpaka Zanzibar ikasimama. Na wapigania sana masecretary waweze kutoka, na nashukuru alhamdulillah sasa hivi wanatoka.